Shima na hakuna atakayetokea kama hivi. Sema haiwezekani. Angalia tu tafadhali. Angalia sisi ambao hatuko kwenye chama cha ODM leo tuko hapa kwa sababu ya heshima. Sisi si wanachama wa ODM. Sisi labda mimi kama nikwambia karibu mwaka sijazungumza naye. Lakini heshima yangu haiwezi kuniruhusu kwa sababu ya mafunzo amenipatia Raila Odinga. Lazima niwe hapa mstari wa mbele kusema ukweli wa uongozi mzuri wa Raila Odinga. Sema mtazamaji, na ukiangalia picha ni kwamba sasa hivi Kasarani wananchi wanaanza kumiminika kwa wingi tu. Angalia maelfu, kwa kweli wananchi wamefika, na wanaotoka JKIA kumbuka wajafika. Ni idadi sawi, hata imeshinda idadi ambayo iko pale ndani. Na kwa kweli ni heshima. Hii inamaanisha ni shughuli ambayo itaisha usiku. Tuseme tu kweli. Hii itaisha, hii ni usiku kwa sababu sasa ni saa 8. Wamefika 3. Sasa ni saa 8 na dakika 7. Wamefika wapi saa hapa? Unasema mmoja baada ya mwingine watizame mwili. Na pia kuna uwezekano kwa sababu ya jinsi ambavyo pia walikuwa kwa tetesi ni kwamba wamekataa ule mwili ubebwe upelekwe moja kwa moja. Kuna uwezekano pia wakifika pale wakataka pia wamregeshe moja kwa moja mpaka makafani ya Ali. Kuna uwezekano mashabiki ambao wako pale kwa sababu wamekataa harakishwe, wametaka apelekwe pole pole mpaka maeneo ya Kasarani kwa sababu wanajua mchango ambao amekuwa nao maishani. Ni kitu ambacho ungetamani labda pengine kifanyike wakati anaona. Laiti angeamka kaona jinsi ambavyo wananchi wanapenda, lakini alikuwa ameona vile akiitana mikutano vile watu wanakimbia kusikia anasema nini na wanafuata. Kama angekuwa na watu wanamsikiza au ungeona watu kama hii. Kumbuka meetings zote tulikuwa tunasema na Mheshimiwa Balala ya kwamba kila mkutano tulienda sisi ilikuwa tu namna hii, tunaingia na vita. Watu wanataka kutuweka ndani huko wasikie tunasema nini. Si vita ya kutupiga, lakini ni wengi sana. Hata tukienda kuswear in 2002 isipokuwa ni Mheshimiwa Kibaki alikuwa mgonjwa na akapelekwa na gari. Wale wengine tulikuwa tunafurutwa ndani, tukufurutwa kwenda. Hii ndio maisha Mheshimiwa Raila Odinga. Wakati mheshimiwa mkuu hamlipi watu kuja mikutanoni. Hakuna. Sio kama sasa tunaona watu wanalipwa, wanabebwa kwa hakuna. Wanaotaka viti sasa watakuwa lazima walipe. Na kuuliza, unaona kama kuko mtu amepewa pesa hapa? Hapana. Hakuna mtu amejileta wenyewe. Na walikuwa na ya dhati sana. Na leo pengine sasa hivi kwa sababu hii ni historia ambayo tutaishi nayo kwa miaka mingi kwamba ameishi uhai wake, si mkamilifu, lakini kwa yale machache ambayo ameweza kuwa kuyaamini yaligusa athari za watu wengine. Na ndio pale kwa kuna swali ambalo kwa tumemuuliza Dani Maanzo, ameuliza Ndulu wakati wa nyuma, labda pengine hii ni changamoto kwa viongozi wote walio madarakani, sio tu siasa, sehemu yoyote. Ujiulize, laiti mimi Mwenyezi Mungu atanichukua kama leo, mimi nitakumbukwa kwa kitu gani? Kwa sababu kila mtu anaangalia hivi anasema, leo ingekuwa mimi kama Rashid nimeondoka, ningependa watazamaji wanikumbuke kwa kipi. Maana sio siasa peke yake, lakini nafikiri hii ni funzo kama ulivyosema kwamba maisha hayana uhakika wa milele kama ulivyosema. Nafika mahali mambo yanabadilika. Tunapata ushauri gani sisi Nyamanyiki kupeleka ushauri kwa Wakenya kwa ujumla kuhusiana na kile ambacho tunajifunza? Kwa sababu ukiangalia ule uwanja sasa hivi unaanza kujaa na msafara huko uliko una zaidi ya watu ndani ya kiwanja. Hakuna aliyelipwa, wote kwa mapenzi yao. Mtu amekunywa chai asubuhi, kuna mwenye kunywa chai asubuhi, hata hajui saa kama imefika saa 7, ana njaa yake, lakini yeye anahisi tu kwamba ametekeleza raha ya nafsi yake ya kumwaga kiongozi kama yule. Kama viongozi mnajifunza nini? Ama ni kitu gani unachukua ambao utakifanyia kazi kwa sasa na kuendelea? Kwa kweli tofauti ya generation ya sasa ama siasa za sasa ni uongozi, si ukombozi wa haki ya wananchi. Siku hizi nasikitika kusema kuwa uongozi ni ubinafsi. Ukiona viongozi, baadhi ya viongozi, si wote, wakitembea wana mabodigadi kuliko wananchi wao. Wana msafara wa magari kuliko pesa ndio kila kitu.
Hiyo ndio shida ya uongozi wa kisasa, na lazima tuzingatie kama taifa